Ndo huku ndo kuja unakuongelea. Yani unajua watoto wakinani, watoto wakiona hivi. Umesababisha tu sasa nianze kuunganisha watu na familia zao na wame zao. Bana, kwenye maisha yetu ya kila siku real talk kabisa. Umewahi kwa kushawishiwa ama kufanikiwa kushawishiwa na ukaenda ukaona bwana, kuna sehemu inabidi mimi nifanye sadaka, nichinje kuku, nifanye nini, yani zile imani ambazo hazihusiani na saa godi ili kutoboa, kwa maana kwamba kuroga kwa namna moja ama nyingine? Kwanza umenistua. Sijawahi afu sijawahi, na si kwa sababu sije ukaa na hao watu wa hivyo. Yaani sije ukaa na mtu ambaye anafanya hizo mambo kabisa. Kwa hiyo sije kukutana na watu ambao wanaweza kanishawishi au nikawa inspired kulingana na anachokifanya. Mimi kile kitu ninachokifanya ni mipango tu ya Mungu. Yaani Mungu ndo ameamua tu iwe hivyo. Sijawahi hata kukaa kwa mganga hata hivi. Yaani kwamba hata nimeenda kumsalimia. Haijawahi hata siku moja. Yeah. There was a time mlikuwa mnafanya shows noma sana. Akatokea Baba Levo sasa. Akawa na support. Baadaye akaanza kuwakandia. Kwenye show zenu, yeye anatafuta kwenye magepu tu pale. Anapita nayo. Ana show zenu anapita nayo kwenye magepu. Bwana mkubwa amekuwa mbunge bwana. Nini cha kumwambia? Maana yake alitaka kusumbuana na nyinyi kwenye, sasa hivi anaenda kusumbuana na wabunge. Sasa hivi Baba Levo bwana, kwanza hatutaki kumwingilia kabisa, maana kama alitushambulia akiwa hana cheo. Sasa hivi ni mbunge, atapeleka mswada bungeni kwamba vicheko vifutwe nchini. Tuwe serious kidogo na kazi. Kwa hiyo hatumshambulii, sisi tunamtakia tu mema huko bungeni. Wakajadili mambo yetu, apeleke miswada huko nini, ukileta maendeleo kwenye jamii, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni sehemu nzuri kabisa, yule anatokea kwenye tasnia yenu pia ya comedy. Yeah, kabisa. Sisi tulibaki naye sasa hivi kumshambulia tu ni Mwijaku. Na yeye akipata nafasi kama mbunge tunatafuta mwingine. Tutakuwa tunahama mpaka wote wa bunge. Sasa hivi kichwa chetu cha kukishambulia ni Kimwijaku. Basi. Yeah. Unamuona Baba Levo akiwa mbunge wa type gani? Ni mbunge fana ambaye kwanza anapendwa na watu, lakini pili ni mbunge ambaye hataki kutumia akili. Unajua unaona kama Kigoma vile. Kigoma kuiongoza unajua ni simple. Kigoma anataka maendeleo ya kuona, sio ya kufikirika. Utete nomino za hania. Yaani ulete vitu vya kufikirika kwamba unajua kuna bilioni 6 ambazo zikishaingia zikipita kwenye mswada ambapo ikija imeng'enywa 0.6 itapitishwa kama asilimia za Kigoma hataki hivyo vitu. Wanataka bana, naleta barabara kesho naiona hii hapa. Sasa Baba Levo ndo mbunge wa design hiyo. Yaani mtu ambaye hataki kuchosha akili sana. Yeye anachotaka ni kwamba mimi nataka sasa hivi hapa nione lami. Ni lami. Atalilia lami. Nachotaka sasa hivi mimi hivi. Kwa hiyo na Kigoma anataka mtu wa type hiyo. Hataki mambo kuletea mambo ya usomi. Yaani kama ni usomi kila mtu angelilia kwa wale wasomi waliopita. Kwa hiyo niseme tu Baba Levo ni mbunge ambaye atafanikiwa kuliko hata wabunge waliopita, kwa sababu ni mtu ambaye yeye hana mambo ya kutumia akili, hana yeye kwamba eti 0.6 zikadondoka siku kwa asilimia kwa tebo ya pili. Yeye anachojua ni kwamba ninataka lami na ileta. Hospitali. Ndaro unajua unasifia kingi kama unakanyaga. Mimi sikanyagi kweli. Mimi nakwambia kwanza. Mimi Baba Levo si nimekaa. Baba Levo ni mbunge ambaye hatatumia. Hujanielewa. Yaani yeye kutekeleza vitu sawa. Hatatumia akili. Hivi unajua hujanielewa. Kutumia akili. Ngoja nikwambie. Kutumia akili ndio chanzo cha kudanganya. Hivi ogopa sana mtu akisifiwa na akili yule. Maana yake ni mtaalamu wa kupanga watu. Yaani kwamba ana uwezo akatumia akili yake akawapanga watu. Hasa Baba Levo mambo ya kwenda kutumia akili kupanga watu, siamini kama atakuwa mbunge wa design hiyo. Na kwamba kwanza hawezi hivyo vitu. Yeye ni mtu wa bana barabara poa, akitoka hapo akinaanza barabara. Hii hapa. Nilisema nini tena? Ni hivyo. Mtu wa hivyo. Kuliko ile kwamba labda ngoja okay. Mpaka sasa hivi tumezungumza na wawezeshaji si nini itatoa 0.6 ambazo zitapita kwenye mswada. Mambo hivyo sasa kwa hivyo kama hapo. Kwa hiyo ni mbunge fulani ambaye ataleta maendeleo makubwa sana kwa mji wa Kigoma. Big time. Wewe unajiona kuja kuwa kiongozi kabisa? Kabisa. Na nafaa. Nafasi gani? Mbunge. Taanzia ubunge. Unacheka. Mbunge wa jimbo gani? Mimi mwenyewe nitaamua tunataka jimbo gani, lakini binafsi mimi kwa ndoto zangu ninawishi kuja kuwa kiongozi mbeleni. Sijui itakuwa ni kiongozi wa nini. Nimesema tu mbunge, ila sijui nitakuja kuwa kiongozi, lakini nawishi kuongoza watu kwa sababu najiona kwenye nafasi. Na ninafiti iko kitu kwa sababu toka mimi nikiwa shule mpaka namaliza chuo mimi nilikuwa napitia, yani kila ninapoenda lazima niwe kiongozi. Na naongoza vizuri kwa sababu ni mtu. Yaani unaona uongozi wa Baba Levo yule ndio mimi sasa. Yaani mtu fana ambaye mimi sitaki kuanza kuzungusha watu. Yaani ni hivi bana, hivi haviwezekani ndugu yangu. Hebu imeisha.
Kwa hiyo na wish nitakuja Gwengo. I'm sure wewe tunza maneno yangu haya. Nimeyatunza na sisi unajua internet huwa isa. Basi kabisa nitakuja kwa Ngozi mbeleni. Yeah. Nice. Mimi nashukuru sana kwa muda wako mzee wangu. Nikuache ukafanya mazoezi ya kivivu. Maana nimeambia trainer ananiambia unakuja leo. Baada ya miezi 2 narudi. Sema noma sana. Hili ndio lengo langu. Ukisikia masuala ya kwamba Ndalo yuko anafuga nguvu. Nikipigwaga mikwala nakimbilia hapa. Hapa bana panaitwa 24/7. Mwenge hapa. Si unapaona pale hivyo unyama kabisa. Ndio lengo langu kujificha hii. Ukiwa una stress, yani nikiwa na stress zangu, mtu akinipiga mikwala nikamwona nikaongeze nguvu na kuja hapa. Ndio sema yangu kufugia nguvu. Kama hapa ndo umejaza na nguvu. Sema sikusemi. Sema inakucheka nini? Hebu nitolee kelele. Kumbe ndo Ndaro. Tafutia basi na mimi ntizi hapa tupige. Ingawa hasa jeans na sema kuna namna yani. Hebu tutafuta tu hata moja. Utafuta hata moja kuvuta hivi. Unajua hii kwa sisi ma trainer tunakwambia labda wewe una mwili wako huu. Wewe una mwili mzuri. Una mwili ukatika ambao hautasumwa kutoa mafuta kwanza. Kwa hiyo tayari wewe una mafuta. Kwa hiyo kichobaki tunaujaza. Kwa hiyo tunaanza na mgongo kwanza. Hebu kaa. Tutaanza na mgongo. Angalia tu huko. Unaona kazi ya hizi? Kazi ya hizi ni kuzuia wewe chuma isikuvute juu. Kwa miguu yako itabana hapa. Kwa unaweza kaishusha hivi ili kubana. Vuta hii. Vuta hapa. Tuina wewe. Unaona inakubana kidogo. Kwa baada hapa shika hizi bomba hizi. Sasa fike. Ngoja nikusaidie kushusha. Shika huku na huku. Si ndio hapo tayari au? Huku shika mwisho like. Shika na tena. Asa unaiona hiyo? Hiyo unaishusha hapa kifuani kwako. Na pull. Kifuani ndio kifuani ndio. Piga 200 hizi. The Page. Information is live.